Hello, good morning, good morning. Hope you're all doing fine. And leo hii tupo hapa kuongelea kuhusu benki inaitwa KCB Bank. Na hali hii imetokana na sasa hivi unaweza kununua hisa za KCB from app ya hisa kiganjani. Na tuliona purukushani katika soko letu, tuliona pale bei zikiongezeka ukilinganisha na masoko mengine. So na leo tunaenda kuielewa kiundani KCB. So karibu, naona watu. So I'll share some of the slides I had. So yes, I hope mnaona what I have presented kwenye screen. So kama tunavyosema, kabla hujaanza uwekezaji wa aina yoyote, unatakiwa uelewe biashara ya kampuni ile, kwamba ile kampuni inafanya kitu gani. Na leo tunaenda kuielewa kiundani kampuni inaitwa KCB Bank. So KCB Bank ni bank ambayo ina operate, ni Taiwan bank kule Kenya, na ina operate across all East African countries, kwamba ina operate in Kenya, ina operate in Uganda, Burundi, South Sudan, Rwanda na DRC Congo. Na benki hii yenyewe inakuwa regulated na Central Bank of Kenya, kama huku Tanzania ambapo tunaona kwamba mabenki yetu mengi yanakuwa regulated na Bank of Tanzania. So kwa Kenya banks zinakuwa regulated na Central Bank of Kenya, ambapo KCB inatakiwa follow some of the rules ili iweze kuoperate. Na benki hii yenyewe ipo cross listed in huku kwetu Tanzania, na ipo pia cross listed in Uganda. So all ukitaka kununua hisa from Uganda, watu ambao wapo Uganda, they can buy it from there, from Kenya and from here. So that is a short introduction. Alafu KCB yenyewe ukiangalia kwenye mapato yake, kwamba the main income inatokana na kukopesha watu. So kwa asilimia kubwa pesa zao nyingi zinatokana na kukopesha watu. Na katika uwekezaji waga tunasema kwamba kabla hujawekeza unatakiwa uangalie the main core operating business of that company, na pesa nyingi yao inatoka wapi. Kama pesa nyingi inatoka kwenye the main operating activity of that company, tunasema kwamba ile ni kampuni nzuri kuwekeza, and which is the case for KCB, kwamba their main profit inatokana na kukopesha watu, which is their main business. Na sokoni tumeona kwamba kwa sababu KCB ipo cross listed, Tanzania inauzwa currently, as per yesterday, ilikuwa inauzwa 1930, lakini kwa sababu ipo cross listed in Nairobi ilikuwa inauzwa 1560 kama Kenyan shillings 78. Alafu ni Uganda inauzwa 2112 kama 1520 za Tanzania. Sasa ukifanya comparison hapa utaona kwamba in Tanzania inauzwa kwa bei kubwa zaidi kulinganisha na masoko mengine, na hii ni kwa sababu bei ya hisa inakuwa driven na demand and supply. So ilipokuja tu kwamba unaweza kuinunua from hisa kiganjani, watu wengi wakaona kama ile ni opportunity, kwa the demand ilikuwa kubwa kuliko the supply, which automatically ikapush the price up. Lakini KCB ni ile ile ambayo inakuwa traded in Uganda, ile inakuwa traded in Kenya. So ni tu demand and supply ambayo imesababisha kwamba bei ya hisa hui kwa huku Tanzania iwe kubwa. Karibuni, naona mna join. Tukiangalia kwenye ni hisa ngapi ambazo KCB anazo currently. So KCB ana hisa around 3 billion ambazo zipo listed kwenye haya masoko, na ukiangalia hapo the major shareholder ni the local, ni the treasury au kama hazina ya kule. Alafu
anayofuatia ni the NSSF. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hii structure ya shareholding structure, utaona kwamba KCB the major shareholder ni institution na sio individual. Ndio maana I think hata upatikanaji wake ulikuwa ni mgumu, kwa sababu wanao hold the majority of the shares ni institution, na ni vigumu sana kwa institution ku let go of the shares that they own. So hiyo ndo the structure au shareholding ya KCB. Sasa tunavyosemaga usinunue hisa kabla hujafanya utafiti au analysis, hapa tu nimechagua key ratios chache ambazo zitakuguide wewe kujua kama KCB inafanya vizuri au KCB inafanya vibaya. Na ratio ya kwanza inaitwa price earning ratio, ambayo hii ratio kazi yake ni kumeasure how many years the company will take ku return ile pesa ambayo umefanya investment, ile the initial investment. Ukikompare hapa tunaona price earning ratio ya KCB ni 3.8 which is quite low, na kwenye unavyofanya interpretation ya hii ratio waga tunasema ikiwa from 1 to 5 that company is very cheap, kwa sababu inachukua very few years for the money that you invested to come back. Lakini ukija kucompare na PE ratio za huku Tanzania, ukiangalia maybe PE ratio ya CRDB sasa hivi PE ratio yake ni 8, while for NMB unaona kwamba ni 11. Kwa hiyo ukicompare these three banks utaona kwamba KCB is more cheap compared to banks zetu ambazo zimekuwa listed huku. Hata ukicompare na mabenki ya kule Kenya makubwa, utaona kwamba KCB is still trading at discount kwa sababu ya PE ratio yao ni very low. Ratio nyingine inaitwa return on equity, ambayo hii return on equity ina measure ile capital ambayo wanahisa waliinvest imegenerate profit kwa kiasi gani. How efficient was the company kugeneratea wewe mwanahisa faida. Na ukiangalia return on equity ya KCB currently ni 20%. Lakini ukilinganisha hiyo return on equity na mabenki yetu hapa Tanzania, unaona kwamba mfano CRDB return on equity yake ni 27, while NMB return yake on equity ni 23. Kwa hiyo tunaona return on equity ukicompare with our banks here in Tanzania, KCB bado iko chini, but it is trading at discount. So hiyo ndo return on equity. Lakini pia ukiwa ukicompare hii ratio na banks ambazo zipo listed in Kenya, utagundua kwamba KCB is doing quite well. So kama una consider kufanya investment, then this is a good company to buy. Then the third ratio ni kuangalia the book value au thamani halisi ya ile hisa. The real book value ya KCB ni 106, na I forgot to mention kwamba hizi analysis nimefanya kwa kutumia financials zao za 2025. So ukiangalia book value currently ni 106, akati ukiangalia the price inakuwa traded at 78, ambayo hiyo 78 ni soko la Nairobi. Sasa utaona kwamba this company inakuwa traded at discount, na kama your goal is for capital gain, kwamba when the market come collect itself, now watu wakawa wanauza hizi hisa katika the book value, inamaanisha mtu anayenunua sasa hivi ana chance kubwa ya kupata capital gain. Kitu kingine ni NPL, non performing loans. So tunaona kwamba non performing loans ya e-bank currently ina sit at 16%, while ukicompare na mabenki yetu huku Tanzania ni 2% mpaka 3%. Sasa kwa capital ya Kenya hawana threshold ya NPL, kwamba ukifika this threshold ya NPL utakiwi kugawa dividend compared to our market in Tanzania. So tunaona kwamba hii mikopo chechefu they have a lot of them, while mabenki yetu ina mikopo chechefu asilimia ndogo. Na hii inaweza kuwa sababu gani kampuni hii maybe inauzwa katika discount and kampuni zetu huku zinauzwa at premium? Kwa sababu we have a lower NPL.
PL. So hizo ndo ratio ambazo nimechagua, and kitu kingine cha kuongelea kwenye hii live yetu ya leo ni kuhusu dividend, kitu pendwa Watanzania wengi tunapenda. So dividend as of 2025 waligawa dividend ya Kenyan shilling 7 per share, sawasawa na dividend yield ya 10%. Akati ukikompare hii dividend yield na makampuni yetu huku Tanzania, makampuni mengi ya Tanzania, mabenki mengi yana dividend yield ya hapo 3 ngapi. Sasa kama lengo lako maybe ni wewe ni kupata dividend kubwa, then utaona kwamba KCB may be the right choice kwa wewe kufanya investment. So hiyo ndio high level analysis of KCB Bank ambayo nimeanalyze, na tunasema kabla hujafanya uwekezaji hakikisha kwamba umeelewa biashara ya kampuni, umeangalia the key ratios, na una invest sehemu ambayo unajua kwamba mtaji wako utakuwa salama. So if you want to explore in Kenyan market na unataka kuinvest kwenye Kenyan market, I think KCB Bank will be the right choice for you, and all the best. So nakaribisha maswali yoyote. Any question? You can type in the question or you can raise your hand. So kama amna swali lolote, nawashukuru kwa kujoin the live, and I wish you all the best in your journey kwenye kuinvest kwenye KCB Bank. So see you the next weekend. Bye bye.